nitawaachia wengine mpaka mwisho wa dunia wote tajiri. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru sana wapendwa. Nashukuru sana Mungu anatuunganisha kiajabu. Mimi ni mtu wa kutoka huko Msoma kule kabisa, Msoma Mkwaya. Lakini sasa Mungu amenileta hapa. Nimekaa hapa na baba miaka karibu 20 hapa. Nimekuwa Mnyakyusa. Ndio mapenzi yake Bwana. Hata wewe Mungu amekuunganisha na mimi. Mungu anatuunganisha kwa njia za ajabu. Mungu ametupa ukoo huu, tumekuwa watu wa ndugu. Hata mke wako namuita ndugu. Sio baba? Amen. Yametosha. Kwa hiyo mama, umesema jina lako unaitwa? Mwanaidi. Mwanaidi. Kwa maana hiyo ulitubu ukiwa ni Muislamu? Nilitubu nikiwa Muislamu. Nilipokuja hapa nikafundishwa jinsi ya kumwendea Yesu, nikamwendea Yesu. Nilipojua ndio nikabatizwa. Sasa kwa kawaida tunajua kwamba Waislamu kubadili dini ni kazi ngumu sana. Wewe umesema ulitokea nini? Mimi nilibatizwa kwa wakati nimeshamjua nani Yesu, kwa sababu Yesu alinitokea. Sasa ile ishara ilinipa ukweli kwamba kweli Yesu ni mwana wa Mungu, alikuja kwa ajili ya nani? Ya watu wote. Sisi tunamuita ni Isa bin Maryam. Hatukujua, tunaita tu kwa ajili ya jinsi alivyokuwa amekuja katika dunia hii. Naye wanamtambua lakini wanamuita ni nabii. Kwa hiyo sasa mimi nilipokuwa nimekuja hapa, Yesu aliponitokea alinifundisha yeye mwenyewe. Nikamjua kwamba kumbe sio Yesu huyu ambaye sisi tunamwambia Yesu bin Maryam. Huyu ni Yesu mwana wa Mungu. Lakini Waislamu hawakubaliani na kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu wanasema Yesu hakuzaa, na ni Mungu hakuzaa. Kwenye swali lingine kuhusu maisha ya Mwakisolele, bibi ndio huyo hapo sasa. Ndio nafasi ya pekee, opportunity. Sasa bibi kilichofanya mpaka leo wewe ni nini? Ni kukubali tu. Kukubali. Lakini kizazi hiki nimeona ni wabishi. Ukimwambia fanya hivi hakubali. Lakini kukubali ni kuzuri. Hata Yesu tunaposoma aliposhtakiwa hakuwa na kosa wala kujitetea. Lakini sasa hivi tutajitetea. Wewe fanya hivi ni ile hiyo watu wengi wameanguka. Ni kukubali kushuka tu. Kwa sababu Yesu anatuambia kuna